Tupelekwe tu ati ni lazima rege ni lazima, alafu tufike huko sisi hatuna chochote, tunakuwa tu watu wa kupiga makofi na hakuna kitu huko ndani. Ama namna gani? Lakini tukiambiwa lazima, alafu kesho uone yote imeenda wazingishi kwa naibu wa rais, watu wa Kajiado watafanya namna gani? Si italete uhasama kati ya kaunti zingine na zingine. Sisi tumesema hakuna kitu ya lazima. Na nataka kuambia watu wetu wa ndugu zetu wa ODM, hii kulazimisha maneno ndio inaleta hasara kwa dunia hii. Hii kusema reggae must happen, sijui nini. Unajua mimi nilikuwa kwa yes na naibu wa rais alikuwa no kwa 2010. Mimi na Tinga nilikuwa na yeye yes. Nilikuwa mtu yake ya mkono. So tulikuwa naenda mkutano, unasikia anasema katiba ni sasa na sasa hivi. So siku ngine nikamwambia, na hii vitu William Ruto anasema tusikize tuone kama tunaweza ongeza kidogo ndio tupitishe hata kama tunachelewa 3 months. Akasema hapana, katiba ni sasa hivi. Lakini yote tulikuwa tunaenda tunapanga, tunasema akishakuwa president na hii katiba ya sasa hivi asa atakuwa na naibu rais yake na sisi tutakuwa katika uongozi. Kumbe yeye akalazimisha, sasa amebaki huko nje. Ile kiti ilitengenezwa na hiyo katiba, deputy president akakuja kukalia na yeye mwenyewe hata sio sub chief. Sasa saa hii anasema lazima rais akuwe mkubwa sana, akuwe na prime minister, akuwe na nini, na nobody can stop reggae. Mimi nataka kumwambia yeye warning. Utasema nobody can stop reggae, alafu huyu jamaa tena atakuwa rais, appoint watu wengine, wewe hata utakuwa sub chief kwa huko nje. Itakuwa ni hasara. Asikize hii maoni ya wazee ya kusema tuketi kwa meza. Mimi nataka kuomba kina Orengo na wale wengine wacheni haraka nani. Haraka mnakimbia wapi? Hii Kenya hakuna mtu wa Kenya A na Kenya B. Na hii Kenya haiendi mahali. Tuketi wote meza moja, tukubaliane, tupitishe, kwa sababu inawezekana kuwa na win-win constitution ambaye kila mmoja anajisikia yeye ni Mkenya. Ama watu wa Kajiado. Hiyo ndio sisi tunataka kusema, tusifanye Kenya yetu ikuwe ya malumbano, tukue ya Kenya ya kuketi pamoja, kufanya kazi pamoja. BBI, nyinyi watu wa Kajiado, BBI ilianza, wakati ilianza hapo mapema, rais na naibu yake walituambia sisi watu wa Jubilee, hii kitu ni ya kuleta watu pamoja. Tumetafuta wazee watembee, walete watu pamoja. So sisi tukasema kuna makosa gani kitu ya kuleta watu pamoja? Ni kitu mzuri. Alafu kufika katikati tukaambiwa imebadilika, katiba lazima ibadilishwe. Sasa tukashindwa ilitoka saa ngapi kuleta watu pamoja mpaka mahali inaitwa reggae ni lazima. Hiyo ndio imetuchanganya tu kidogo. Ilianza mzuri lakini kutaka kuleta mchanganyiko. Lakini hata hivyo sisi wengine tulikuwa na nia ya kusema katiba yetu haina kitu ya kusahisha. Tunataka kuimplement ndio isaidie watu. Lakini katiba imeandikwa imesema mtu yoyote, hata mtu mzee wa Kajiado hapa anaweza anzisha kubadilisha katiba. Akishaanzisha lazima kila Mkenya atahusika kwa kupiga hiyo kura. Kwa sababu sasa BBI imeleta mchakato ya mambo ya kubadilisha katiba, sisi hatuna budi kikatiba lazima tuhusike kwa huo mabadiliko. Na kwa hivyo kama hatuna budi, tunaambia wale ambao walianzisha mambo ya kubadilisha katiba, tunataka sasa kama ni ukweli tunataka kuangalia vipengele vya katiba ya kubadilisha, lazima tuketi pamoja kwa meza moja kama Wakenya na kukubaliana ni nini tunabadilisha na ni kwa faida ya nani.